kukataa kumtumaini Mungu, badala yake wanatumainia miungu. Wao walifikiri wanapoiona ile dhahabu ya ndama wanaona tumaini jipya, lakini hawakuona tumaini jipya zaidi ya kuona mateso walioyapata kwa sababu wameacha Mungu wakaanza kuabudu miungu mingine. Na ndipo hapo tunapokumbushwa namna agano la Mungu alilokuwa nalo na Musa, kwamba nitawaongoza, nitawalinda mpaka kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi. Lakini kwa sababu tayari walikuwa wameonyesha dharau mno, tayari kulikuwa na daraja limevunjika juu yao. Hawakuwa tena na uhusiano mzuri na Mungu wao. Musa anadiriki kurudi mbele za uso wa Mungu na kumwomba Mungu msamaha kwa ajili ya wana wa Israeli kwa kitu kile walichokifanya. Na kwa sababu huyu Mungu ni Mungu wa huruma, ni Mungu ambaye ni mwepesi kusamehe, alikubali ule msamaha Musa aliyoomba juu ya wana wa Israeli na akaahidi kuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndipo hili somo sasa tulilolisikia la leo kutoka sura ya 33 mstari wa 12 hadi 17. Musa na wana wa Israeli walipokuwa njiani kuelekea nchi ya ahadi baada ya kutoka Misri. Na kwa sababu tayari walikwisha kuwa na msamaha, kwa hiyo walikuwa na nguvu mpya na kutembea kwamba tunazo nguvu za Yesu maadamu tumekwisha kupata msamaha mbele zake. Mungu anaamua kuondoka pamoja nao na anawaambia, ningeweza kuwatumia hata malaika, lakini yeye mwenyewe asingekwenda pamoja nao kwa sababu alijua mioyo yao inaweza ikageuka njiani. Na ndiyo mioyo ya wanadamu wa leo tulio nayo. Mungu anakuwa pamoja nasi, lakini kuna miungu mingine tunaitegemea. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu anasema, hata mimi nisiposhuka kwenda pamoja na ninyi, wapo malaika watakuwa pamoja na ninyi njiani. Kwa hiyo Musa anaondoka na wana wa Israeli, lakini Musa anazidi kumshawishi Mungu, anasema, usitupeleke bila uwepo wako, kwa sababu alijua uwepo wa Mungu safarini ni mkuu, utawaongoza na utawakumbusha uzuri wa agano na uhusiano wao na Mungu. Kwa hiyo Mungu anakubali ile sauti ya Musa kwa sababu ameshawishika. Na anasema, kama usipoenda pamoja na sisi, Bwana we usitutoe hapa. Sasa hili somo linakuja kwetu wana baraka. Kama Mungu ametuvusha kutoka Januari mpaka leo mwezi wa 7 tarehe 19, hebu tuendelee kumwambia Mungu, uso wake usipokwenda pamoja na sisi, asitutoe mahali hapa. Tuendelee kuwa hapa mpaka uso wake uwe pamoja na sisi. Amina. Mungu anaamua kuondoka pamoja nao na anawaambia, ningeweza kuwatumia hata malaika, lakini yeye mwenyewe asingekwenda pamoja nao kwa sababu alijua mioyo yao inaweza ikageuka njiani. Na ndiyo mioyo ya wanadamu wa leo tulio nayo. Mungu anakuwa pamoja nasi, lakini kuna miungu mingine tunaitegemea. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu anasema, hata mimi nisiposhuka kwenda pamoja na ninyi, wapo malaika watakuwa pamoja na ninyi njiani. Kwa hiyo Musa anaondoka na wana wa Israeli, lakini Musa anazidi kumshawishi Mungu, anasema, usitupeleke bila uwepo wako, kwa sababu alijua uwepo wa Mungu safarini ni mkuu, utawaongoza na utawakumbusha uzuri wa agano na uhusiano wao na Mungu. Kwa hiyo Mungu anakubali ile sauti ya Musa kwa sababu ameshawishika. Na anasema, kama usipoenda
pamoja na sisi, Bwana we usitutoe hapa. Sasa hili somo linakuja kwetu wana baraka. Kama Mungu ametuvusha kutoka Januari mpaka leo mwezi wa 7 tarehe 19, hebu tuendelee kumwambia Mungu uso wake usipokwenda pamoja na sisi asitutoe mahali hapa. Tuendelee kuwa hapa mpaka uso wake uwe pamoja na sisi.